So, moment ambao mama wangu alikuja. Actually, I didn't know kama atakuja. Nilimuomba, nilimbembeleza sana. Akaniambia mimi na kwenda studio, alafu pia mimi sitaki kuja hapo. Nikionekana hapo itapunguza credibility yako, watu watahisi mimi nimekuja hapo kusaidia. I just want you to have your moment. I was like, but I just want you here for support. I was like, sidhani kama nitaweza kuja. So I was like, okay, kuja. I was just in my work mode, niko busy zangu pale, and here he comes. Amemletea mtoto mng'ae zawadi. Hi. Mke wangu kipenzi, pole kwa kazi nzito ya maandalizi ya show. Najua umechoka, Mwenyezi Mungu anaona juhudi zako na naamini kuwa atakulipa as you step into the stage tomorrow. I know that you are carrying not just your incredible talent, but also all the love, pride and admiration I have for you. You have already made me the proudest husband in the hood. And I know tomorrow you will kill it out there as a lioness and our own stadium. I bless you and I pray for you and I love you so much, baby. Thank you. You get this. I love you. Thank you. Thank you. Yes, Rosanna is there. So I was so happy, and that is the highlight. Actually, ile ndo moment ambayo ilikuwa imenipa nguvu, because at the time yeye ameondoka pale saa 1. Mimi nikabakia pale mpaka saa 3. I think nilikuwa nimeishiwa nguvu, kwa nilikuja ni kama vile amekuja kuni recharge, you know. I'm always a girl. So yeah, I was so happy and I thank him a lot kwa sababu I remember the first time nimeanza kuidoubt show yangu, nikaanza kumwambia I think I'm doing something small. Akaniambia you're doing something very big. You're doing something. Mpaka anaondoka alikuwa ananiambia you're gonna kill. Actually ana footage zangu, inabidi mumuombe. Alikuwa ananishoot kipindi nafanywa makeup, ananiambia you're gonna kill. I'm gonna show you these videos after. Na he's always stubborn. But that day, he aliniweka kwenye off. Like, he wasn't stubborn that day. Actually, siku ile hata ningemwomba milioni 100 pale angenipa. Yani, I remember hii clip amenishoot. Hapo ndo ilikuwa mida kama saa 4-5 nimetoka kule uwanjani, akaniuliza maswali, vipi una hofu nini? After that nimelala. Yani kulala kwangu ni kwa sijalala, nimelala lakini nilikuwa nina mawazo, nina hofu, yani nina maumivu na uchovu, yani sauti imenikauka muda ule. I was just exhausted, lakini pia yani nilikuwa nimelala but not deep sleep. Yani tuseme tu nimelala na mawazo, yani nawaza muda wote tukio, and you can tell by how the way I've slept, kwa sababu kwa ulalaji wa kawaida mtu ungekuwa umejilaza kifudifudi kichalichali, lakini the way nimelala nilikuwa niko serious na maisha, yani ninawaza career yangu naweza kuiua au kuijenga kwa siku moja tu ya leo. So it was